Unaangalia Sadiki TV. Unaangalia Sadiki TV. Unaangalia Sadiki TV. Sadiki TV, manhaj ya Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa salafi wa umma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya utangulizi wa kumshukuru Allah, kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake na wale watu wa nyuma yake, kila yule ambaye alimfuata kwa wema ila yaumiddin. Leo biidhnillah, katika khutba hii ambayo ipo katika siku ya Ijumaa katika mwezi wa Dhulqa'da, katika miezi mitakatifu, tutazungumzia aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Hajj, pale aliposema dhalika waman yu'azzimu hurumati llah fahuwa khairul lah. Aya hii au sehemu ya aya ya 30 iliyo katika suratul Hajj, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia ta'dhim, kwa maana ya kutukuza, kuheshimu
kuogopa vile alivyovichukuza Allah subhanahu wa ta'ala, kuepuka yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema dhalika waman yu'azzimu hurumati llah fahuwa khairun lahu, hivyo na yule ambaye anayetukuza yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyatukuza na amewekea mipaka, kufanya hivyo ni kheri kwake. Kufanya hivyo ni jambo zuri na ni jambo linaloonyesha kwamba mtu huyu ni mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika aya ya 32. Allah anasema dhalika waman yu'azzimu sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub, yule ambaye atakayetukuza alama za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hakika kufanya hivyo ni kuonyesha kwamba ucha Mungu upo katika moyo wake. Ndugu zangu katika imani, tuzungumzie hurumatullah wa sha'aira Allah, haya ambayo tuliambiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika aya hizi mbili, kuyatukuza au kuvitukuza. Kwa ujumla wake, wanazuoni wanazungumzia hurumatullah kwa maana ya yale ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha, yale ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameyatukuza. Watu wasivuke mipaka aliweka Allah subhanahu wa ta'ala. Na sha'air, kutukuza sha'air au sha'ira ni nembo au alama za Uislamu, alama alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala, zile zinazoonekana nje kama vile sala, hija na matendo yake, misikiti, kila kile ambacho kina nembo ya Uislamu ukitukuza. Hivi ndivyo ambavyo Muislamu anatakiwa aishi, na yale ambayo aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala au aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala, na yale aliyotukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ametukuza mambo mengi, ametukuza ibada mbalimbali kama vile hii sala ambayo tunaisali. Ametukuza Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ametukuza Allah subhanahu wa ta'ala waja wema, mitume wake Allah subhanahu wa ta'ala, na amezitukuza zama kama vile zama hizi ambazo tunazoishi hivi sasa. Hivi sasa tunaziishi zama bora, nyakati bora, pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha 4 hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameumba zama na akapanga zama hizi zinaenda kwa hisabu ya mwaka, na mwaka una miezi 12.
miezi minne ameijalia Allah subhanahu wa ta'ala, ameifanya kuwa ni miezi michukufu, ni miezi yenye heshima kubwa kuliko miezi mingine. Nayo miezi hiyo ni miezi minne, arbaatun hurum, ambayo ameitaja mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuwa ni Dhulqa'da au Qa'da wa Dhulhijja wa Muharram wa Rajab Mudhar. Ni miezi mitatu iliyofululiza. Mwezi huu ambao tunaoishi nao ambao unaitwa Dhulqa'da au Dhulqa'da, na mwezi unaofuata ambao unaitwa Dhulhijja, na mwezi unaofuata ambao unaitwa Muharram, kisha mwezi mwingine ule ambao ni mwezi wa Rajab ambao upo kati ya Jumada na Shaaban, kama alivyosema mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hivi ni vitu alivyovitukuza Allah subhanahu wa ta'ala, kama Allah alivyotukuza maeneo mbalimbali. Eneo lenye utukufu zaidi ni Makka al-Mukarrama, haram, kisha mji wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Madina al-Munawwara, kisha Baitul Maqdis, kisha maeneo ya Allah ambayo ni nyumba za Allah kama hapa msikitini. Haya yote yapasa Muislamu ayatukuze. Kwa nini? Kwa sababu Allah ameyatukuza, akasema dhalika wa man yu'azzimu sha'air Allah innaha min taqwa alqulub wa man yu'azzimu wa man yu'azzimu hurumati Allah fahuwa khairun lah. Leo hii ndugu zangu katika imani, tuchukue mifano ya wema waliotangulia, jinsi walivyokuwa wanatukuza yale yaliyotukuza Allah subhanahu wa ta'ala, kuogopa yale yaliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Chukua mfano wa Nabiiullah Yusuf alayhi salam, ambaye anaweza akawa ni mfano wa kipekee katika ulimwengu huu katika kuogopa dhambi, pamoja na kwamba alikuwa na fursa kubwa na sababu kubwa ya kufanya dhambi ya zinaa, lakini alipolazimishwa hilo akasema ma'adhallah, ma'adhallah, Allah nilinde, najilinda kwa Allah na kufanya uovu. Kwa nini alifikia hali hiyo Nabiiullah Yusuf alayhi salam? Liannahu yu'azzimu hurumati Allah, kwa sababu alikuwa anatukuza yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaharamisha. Mipaka aliweka Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuharamisha zinaa pamoja na vishawishi vyote. Nabiiullah Yusuf alayhi salam akasema ma'adhallah, siwezi kufanya hivyo, najilinda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu anahisi majukumu makubwa na madaraka aliyopewa katika ulimwengu huu ya kuongoza umma, kuongoza dola ya Kiislamu kama kiongozi wa kwanza wa Uislamu, kiongozi wa juu wa Uislamu. Anahisi jukumu lake la kumhudumia kila mtu, bali hata wanyama. Pale siku moja aliposema law atharat baghlatun fil Iraqi la sa'alani Allahu anha, lao ikitokea farasi au nyumbu
akawa ameteleza na kuanguka chini huko Iraki, anasema Allah ataniuliza mimi, lima lam tuslih laha tariqa ya Umar, kwa nini hukumtengenezea njia mzuri ikawa njia safi ili aweze kupita bila ya kupata tabu, bila ya shida yoyote? Na hili ndio jukumu kubwa la viongozi ambao wanaotawala maeneo mbalimbali, kuondoa kero na matatizo ambayo yanawakumba watu wao, raia wao. Na kufanya hivyo ni kuhisi masulia, kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuchunga yale ambayo aliyatukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siku moja Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu alisimama juu ya kaburi, au alisimama pembeni ya kaburi, akalia kweli kweli. Alipoulizwa kwa nini unalia, akasema alqabru awwalu manazili al-akhirah, awwalu manazili al-akhirah. Alqabru, kaburi ni kituo cha kwanza cha akhira. Kwa nini nisimwogope Allah Subhanahu wa Ta'ala nikifika eneo kama hili? Ndugu zangu katika imani, huu ni waqi, hii ni hali halisi ambayo walikuwa wanaishi wema waliotangulia, jinsi wanavyoyaogopa makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jinsi wanavyotukuza vile alivyotukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini angalia hali yetu hii leo, tuangalie hali yetu. Tuna swala ambayo tumeambiwa imadu dini, ndio nguzo ya dini, ndio nguzo hasa iliyosimamia dini ya mtu. Atakayekuwa hana sala, hana dini, si Muislamu. Vile inapopigwa adhana, wewe unahisi nini? Unahisi utukufu wa hiyo sala na ukaacha kazi zako haraka kwenda msikitini? Ndio kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ati fas'au ila dhikrillah, itakapoitwa mwito wa sala siku ya Ijumaa, fanyeni haraka kwenda kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hali halisi ya watu hii leo, wanaposikia adhana ya dhuhuri, wanaposikia adhana ya al-asri, wanaposikia adhana ya maghribi na isha, huhisi kwamba kuna jambo kubwa alilolitukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala, hivyo nifanye haraka kwenda kuliitika jambo hilo. Sivyo ilivyo hali. Kuna baadhi mpaka inasimamisha sala inakimiwa, yeye bado anashughulika na mambo yake, na pengine anauza na kununua, na pengine anapiga simu, anajibu kuwajibu watu kwenye masala ya kiulimwengu yasiyokuwa ya dharura, na yeye anasikia waqad qamati salah, lakini sio kusikia tu waqad qamati salah, bali inawezekana anasikia inasoma suratul Fatiha, bado ana simu anaongea. Huku sio kutukuza ibada ya sala. Wengine hawajali kuongopa, uongo ni tabia yake. Hajali kusengenya ni tabia yake. Hajali kufanya uchochezi, ni tabia yake. Kila lile baya ni lake.
lam yabqa min alislami illa ba'd madhahir, haukubakia Uislamu kwa mtu huyo isipokuwa baadhi tu ya mambo ya dhahiri, kwamba anaonekana anaingia msikitini, anaonekana anasali, na hilo ni tatizo kubwa. Lakini balaa kubwa zaidi ni pale indama tanqalibu almawazin, vipimo vinavyobadilika kabisa. Hii leo watu wanatukuza zaidi sanaa na mipira badala ya kutukuza sala na ibada. Yuko tayari kutopoteza sekunde moja ya mpira wa miguu, lakini yupo tayari kupoteza dakika 10 za sala, bali kuipoteza sala yote bila ya kujali. Madha yuadhimu hadha, anatukuza nini huyo? Anautukuza mpira wa mguu zaidi kuliko sala. Na hii ndiyo hali yetu ndugu zangu katika imani. Ikiwa swala ni hivyo, je, Qur'an, je, durusu ilmia, masomo yanayotolewa katika misikiti, mihadhara, wakati fulani unafika eneo fulani kuna darsa msikitini au muhadhara, karibu na hapo kuna banda la mpira au eneo la kuangalia mpira, Waislamu wamejaa kwenye banda la mpira. Kwenye darsa wako wawili watatu, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ndugu zangu Waislamu, kwa nini tumefika katika hali hiyo, kwamba hatuvitukuzi vile alivyovitukuza Allah subhanahu wa ta'ala, na badala yake tunaelekea mambo mengine? Kwa nini tumefikia katika hali hiyo katika ulimwengu wetu huo wa sasa hivi? Jambo la kwanza, imani zetu ni ndogo sana. Kila imani inapopungua, kila imani inapokuwa chini, ndio hofu yetu na Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa chini. Imani ndio inamsukuma mtu kwenye kheri, kufanya mambo ya kheri, na kukosa imani ndio kuna msukuma mtu kwenye shari na kufanya mambo ya shari. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara zote au mara nyingi anasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yule ambaye anayemwamini Allah na anaamini kweli siku ya mwisho ipo, basi atakuwa na hofu, hatomuudhi jirani yake, hatosema uongo, husema mambo mazuri. Anataja Mtume sallallahu alaihi wasallam faida ya imani. Hiyo ni sababu ya kwanza, imani zetu ni dhaifu, hivyo tunakosa hofu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini sababu ya pili, ndugu zangu, tumeshughulishwa sana na dunia, tunaikimbiza dunia ambayo sisi wote tumekuwa watumwa wa hii dunia. Tumeshughulishwa na dunia, na Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja dunia vibaya ndani ya Qur'an, kwamba ni starehe ya muda mfupi, ni starehe chache, inampumbaza mtu hii dunia. Maluka shahawatuka qaddamtaha ala awamirillah, mali zako na matamanio yako unayotaka ndio umetanguliza hizo mali juu ya amri za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sala inakimiwa, unaelekea kwenye biashara. Baadhi ya watu wanapita mbele ya msikiti, Muislamu hasali, anaelekea kwenye biashara zake, anaelekea shamba, anaelekea sokoni, anaelekea na kuelekea. Hadha la yu'adhimu sha'air Allah, la yu'adhimu hurumati Allah.
Lakini vyombo vya habari viovu, na kila mmoja anaona kwamba vyombo vya habari vya sasa kazi yake kubwa nashrul fasad, kueneza uovu, mpaka vyombo vinavyosimamia hizi habari nchini inazungumza habari hiyo na kuweka semina mbalimbali. Sasa hivi vyombo vya habari vyetu ni starehe na burudani za ovyo, ni starehe na burudani za ovyo. Vijana muda wote wanasikiliza maneno ya ovyo, wanasikiliza habari za ovyo, wanaangalia vitu vya ovyo. Vipi watakuwa na hofu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Vipi wataitukuza dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ni jambo ambalo haliwezekani katika hali hiyo. Lakini ndugu zangu katika imani, linandhur ila tarbiya, at-tarbiya fil buyut, malezi yetu nyumbani. Malezi aina gani? Unapambana vipi na hivi vyombo vya habari? Unapambanaje na vyombo vya habari hivi katika nyumba yako ambavyo wewe unalea na wao wanalea? Umeweka TV nyumbani, sio? Umeweka wifi free wakati wote, mama mtoto wote wanashughulishwa kwenye YouTube, kwenye Twitter huko, kwenye Instagram, kwenye Facebook. Unajua wanalelewa hao na hao kina Facebook, kina YouTube, na wewe umewaacha kabisa. Hivyo kinachozaliwa hapo ni kizazi ambacho hukukilia wewe, bali wamelelewa na vyombo vya habari hivi ambavyo tumevisema ni fasida, viovu. Vingi vyake viko vya kheri, lakini ni vichache, na hii ni sunna ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watu wema ni wachache, vitu vizuri ni vichache. Vipi nyumbani kwako haisikiki Qur'an? La yusma'u al-Qur'an illa min radio wala min tilfaz wala min al-jawal. Haisikiki Qur'ani sio kwenye redio yako au televisheni yako au simu yako, haisikiki Qur'ani kabisa. Sikwambii wewe mwenyewe na familia yako kama mnaisoma Qur'ani. Nyumba gani hiyo? Nyumba haisimamishi swala. Nyumba watoto wanalelewa, lakini hawalelewi katika malezi bora. Kwa nini wasizaliwe hawa ambao wanaolalamikiwa hii leo, vijana wanaofanya fujo, wasiojali? Kwa nini? Kwa sababu dhaifu tarbia, malezi yetu yamekuwa dhaifu sana. Hatujali dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, umma huu, jamii kwa ujumla, haitaweza kupata nguvu na kustawi isipokuwa kwa kuyatukuza yale ambayo aliyotukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibada mbalimbali, maeneo mbalimbali, watu mbalimbali, mambo mbalimbali, na kujiepusha na yale ambayo aliyokataza Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mambo ya haram. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد ابن عبد الله
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ndugu zangu katika imani, sasa jambo gani ambalo tulifanya ili kurejesha kutukuza vile ambavyo wamevitukuza Allah subhanahu wa ta'ala, kuirejesha moyo wetu katika ucha Mungu? Kwanza lazima tumjue Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanamjua tu Allah, lakini unajua sifa zake Allah? Unaelewa amekupangia nini? Amekuumbaje? Ukifa kuna nini? Hili ni jambo muhimu sana. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema inma yakhsha Allah min ibadihi ulama. Hakika kwa kiuhalisia hasa wanaomwogopa Allah ni wale wenye kujua, wenye kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hii sala ambayo tunaisali, ndugu zangu katika imani, lazima irudi katika hali yake iliyokuwa wema waliotangulia, kuitukuza sala na kuitekeleza sala katika vipindi vyake kwenye jamaa. Hilo ni kitu muhimu sana, na ni jambo litakaoleta baraka kubwa katika umma na kurejesha ucha Mungu katika mioyo yetu. Jambo lingine, malezi yetu ya watoto, ndugu zangu katika imani, tuwalee kuitukuza dini ya Allah, wamjue Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, waheshimu yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, waepuke yale ambayo aliyoharamisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wajue msikiti ni sehemu bora, wajue umuhimu wa kusoma elimu ya dini na elimu kwa ujumla, wajue heshima kwa wakubwa na wadogo na kwa viongozi, na wajue heshima kwa makundi maalum. Hilo ni jambo litakaorejesha pia swala zima hili la kutukuza yale aliyotukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine ni kupambana na hii nafsi hii, kupambana nayo kweli kweli. Nafsi inaamrisha shari, inaamrisha maovu, hivyo inapasa kupambana na nafsi yako. Usiiache nafsi, kiona inapotoka iambie nafsi unapotoka, izungumze nayo, zungumza na dhamira yako, na kwenda wapi hivi sasa? Kwa nini nipo katika hali hii? Ewe nafsi yangu, kwa nini nipo katika hali hii? Iambie nafsi namna hiyo, ya nafsi tubi qabla an la tastati'a an tatubi. Irejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kufika wakati ambapo haitaweza kurekebisha yale makosa ambayo aliyofanya. Kuwa na watu wema, maskani yako, kijiwe chako kiwe ni cha watu wema, ambacho kinazalisha kheri, kinakuza imani, kinaamrisha mema na kukataza maovu. والله سبحانه وتعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Makazi yetu mengi, vijiwe vyetu, maskani zetu, pale tunapokaa, hakuna kheri isipokuwa kama kuna mema yanaamrishwa na kukatazwa mabaya. Watu wamekaa, hata ikiwa wanazungumza mambo yao ya biashara, lakini wanasema kwa nini tusijenge msikiti? Kwa nini tusiboreshe kisima? Kwa nini tusiboreshe madrasa? Kwa nini tusiboreshe hali fulani? Makazi kama hayo yanakuza imani. Kazi yetu mengi siku hizi, nani kamfunga nani, tumemnunua nani, tumemuuza nani, kwa shilingi ngapi, na kwa nini, na kwa nini yule. Haya yanafisha moyo, hayatengenezi ucha Mungu katika moyo. Ndugu zangu katika imani, ni jambo muhimu sana kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuyafanya mambo ambayo yatakuza imani zetu, na hivyo itatupelekea kuyatukuza na kuyaheshimu yote yale ambayo yaliyatukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Na akasema mtu mwenye kuyatukuza
yale ambayo ameyatukuza Allah subhanahu wa ta'ala, fa huwa khairun lahu. Inna min taqwa alqulub, ni jambo la khairi na ucha Mungu wa moyo. Mimi na wewe tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe ucha Mungu wa moyo. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze kuepuka yale aliyoharamisha Allah. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze kuyatukuza yale ambayo aliyatukuza Allah na kuyatekeleza yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'aka a'da' ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ya hayyu ya qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.